Karibu sana Kabaridi Records Information. And today I want to walk you through a woman who has been diagnosed with cancer for a long period. Mama, habari? Karibu. Naomba uangalie ile TV na waambie watu jina yako. Tuanzie kwa jina kwanza, na uko na watoto wangapi? Asante sana. Mimi naitwa Domitila Mwake. Mimi ni mama, nimeokoka. Naendanga kanisa House of Glory Tasia. Nampenda Yesu sana. Mimi ni mama wa watoto 5. Nilipatikana na kansa ni 2017. Nikakuwa kwa process ya surgeries. Hajakuwa rahisi sana. Saa ingine unakwama kwa sababu ya pesa. Unakosa kuona daktari, hauna pesa na inashindikana. Ndio maana unaona hata wengine tunalemewa. Ngoja mama. Kwanza nataka tutafika hapo kwa hospitali na daktari. Naomba mama uniambie una watoto wangapi pale nyumbani? Mali tumetoka umenionyesha saa hii. Director utawekea waone mali tumetoka na situation vile iko. Si ndio director? Atawekea. So mama, naomba uniambie una watoto wangapi pale nyumbani? Niko na watoto 5. Vijana 4, msichana 1. Na wajukuu 3. Wote wanasoma ama waliacha shule? Waliacha shule. Na wengine wakamaliza form 4 na hawakuendelea. Pole. Kwa sababu sikuwa na pesa. Pole. Na wakati huo ndio nilikuwa pia mimi naendelea na matibabu. Singeweza. So mama, acha nikuulize swali. How do you pay your bills? How do you pay? Yani how do you pay your bills? Yani wewe unalipaga aje bills? Kwa sababu najua watoto ama vijana wajui mama akikosa na waelewi kama uko na kansa. Sababu tumetoka kwa nyumba yako kama vile director amewaonesha kwa hii video, atawaekea tumetoka kwa nyumba yako, nimeona stima imekatwa. Wale maagent ama kiateka hawaelewi kama uko na kansa. Stima imekatwa, nyumba pia unaniambia ilikuwa imefungwa. It's only 4,000, unalipa nyumba 5,000 tu peke yake. Lakini imefungwa. Na nimeona stima imekatwa. Ndio maana tumetafuta hapa tufanyie interview place kama hii guys. Hapa ghetto manze siku rahisi. It's tough guys, ni tough. Nasemaga sometimes poverty is devil manze. Ukiwa kwa shida hivi kwa poverty manze, kama wewe ni Mkenya ushaishi ghetto nyumba ya mabati. Nyinyi mnaona mabati, sisi tunaona nyumbani. Kuna msanii alisema hiyo. Guys, poverty is devil. Naomba tafadhali kama wewe ni Mkenya hapo, tubariki huyu mama manzi. Aweze kumaliza matibabu na asimame alipe hizi stima kama nyumba kama hii yenye director anaonesha hapa. Manzi, stima tu ni only 500. Hizi stima za ghetto za sambaza. Na pia kulipaka ka nyumba ni 5k. Wakenya tafadhali tusimame na huyu mama. Si lazima Wakenya. Kama wewe ni Mkenya uko diaspora, kama wewe ni Mtanzania, kama wewe ni mtu good person who wants to connect with God through this Kabaridi Records Information, kuwa mzalendo sambaza upendo initiative. Tafadhali tusimame na mama mpaka aweze kusimama. Hata ikiwezekana tumchangie kupitia kwa hii namba anapeana hapa yenye director anaweka. Tumchangie afungue biashara, aweze kulipa bills. What do I mean? Yani mama aweze kulisha wale watoto sababu wako na kansa. Kutoka hapa kwenda Kenyatta ni pesa nini. So acha turudi tena kwa mama. Mama, sasa tuelezee hiyo vile ulikuwa unasema treatment, vile hali ni ngumu kupata madawa, ukienda Kenyatta shida unapitia, tuelezee sasa. Kwa hivyo sasa hata unaambiwa unambuku radiotherapy. Radiotherapy? Unaambiwa space imejaa na umembuku. Sasa unangojea inaenda karibu miezi 3 ndio unaenda kupata hiyo radiotherapy. Na si unajua saa hiyo wewe ambiwa ugonjwa isimame. True. Ukanza inaendelea tu na kukula. Lakini wewe unangojea pale ndio una matumaini mengine. So si rahisi. Nilienda 3 sections ya radiotherapy. Sikufanyiwa chemotherapy. Nikaenda 10 sections za oxygen therapy. Oxygen therapy? Yes, of which Kenyatta hawana. Ninaenda nini? Coptic ndio ninafaa niende. Pande ni 4,000. Of which ni ngumu kupata. Mimi hata tangu asubuhi mimi sijakula kitu. Umeniambia hujakula kitu, ndio maana mzalendo nililala njaa. Mzalendo nimeingililia kula kitu. Afu saa hizi sijaonja hata kitu hivi kwa mdomo. Pole. Na inafaa ukae unakula matunda, unakunywa uji, unakunywa kitu. Pole.
boost your immunity. Yeah, ukiwa mgonjwa you need to eat fruits to boost your immunity. Tangu asubuhi mimi sijakula kitu. Yeah. Na inauma sana. I know. Na most of us tunakufa juu ya stress. Unaona uko mgonjwa haujapata hata kitu ya kuamsha kinywa. Lunch imefika, hujakula. Usiku ulilala jana, nilikunywa tuche ya nini? Ya majani bila maziwa. Hiyo ndio nililala nayo jana. Unaamka tena asubuhi, hakuna hata option hata kasukari kayo majani saa hiyo hakuna. Na ni lazima ukule. Sasa usipofanya hivyo utaendelea na kukua weak juu kwa under medication. So ninaomba mtu mwenye ako na roho mzuri, hata hawa watu wa serikali tunawapigia kura, hawa waheshimiwa, mwenye atafikiwa na hii anisaidie vile anaweza. Very true. Simamia tu hapo. Kwa hii mambo yote tangu uanze, kuna mheshimiwa yote ashikusaidia? Mimi nasaidia kwa na mheshimiwa mmoja. Usimtaje jina. Lakini kwa hivyo kuna mheshimiwa amekusaidia? Ashanisaidia kidogo. Asante. Asante, Mungu akubariki mheshimiwa. Nenda huko Mbasari, ananiona, ananiita, ananipea kitu, ananiambia hiyo ni ya hospitali, enda ufanikiwe. Unajua nikiwa na hiyo strapping nilikuwa naonekana na mtu hata kwa mbali sana. Hiyo strapping director atawekea picha muone. Tukianza niliwaambia kwa Mzalendo Sambaza Upendo Initiative ama Kabaridi Information, sisi hatufanyi kipindi, hatufanyi scripting, tunawaletea zile vitu za mtaa zenye ziko mtaa. Hii si scripted, hii si kipindi. Toa meno waone na waone kitu nawaambia. Toa meno waone kansa mali imefika. Yaani hii si kipindi. Unaweza tu toa meno na mapua pia. Alafu waelezee mapua si huko. Watoa tu waone. Waamini hii si kipindi. Hii si weka hii si kipindi. Hii ni kitu real. Ndio hii. Hii imetengenezwa huko Kenyatta. Unatoa unaweka. Hii ni ya kutoa. Hizi ni magnet. Hii ni France. Mapua inashikwa na hii. Operation ilikula hii nyama ya mapua ikaisha. Sikuwa na otherwise. Nikaweka hii for the time being kuliko kufunga na strapping. So naomba mnisaidie nimalizie matibabu nikae kama wale watu wengine. Mwenye ako na kitu kile uko nacho usaidie. Nitafurahia sana na Mungu apokee sifa. Hivyo ndio nilivyo kwa sasa. Na sikupenda kwangu, ni ugonjwa ilikuja. Sikuandika barua ugonjwa inipate. Ilinipata tu kama sikuwa najua. Na nisaidieni tu penye mnaweza. Sasa hivi niko na kanguku na yasaka ka biashara, nikae tu mahali. Nikiendelea tu matibabu saa ile siendi kliniki. Nikae hapa tu niuze nipate kashilingi kangu. Angalau nipate kachakula. Shida ni mbaya sana. Uko mgonjwa na una chakula. Si utaififia, utaisha. Kwa hivyo nisaidieni tafadhali. Nisaidieni kwa uwezo ule uko nayo. Ile tu kidogo uko nayo na ya mwenzangu kidogo itafika mahali. Nisaidieni na Mungu atawabariki sana. Sasa ninarudisha mapua. Ndio ninawelekwa mapua nisikaange hivyo sasa nilivyo. Hii ni ya kukava hapa. Ni ya kukava hivi. Inashikilia hivyo. Sasa iko sawa. Na nirudishe meno pia. Meno iko sawa. Sasa sitakuwa mapema. Kwa meno iliharibika na radiotherapy. Sasa on the process niliambiwa na daktari hiyo ndio effect ya radiotherapy. So meno zangu zote zilifutika. Ndio maana ninaweka hizi zenye zimebaki, nataka refilling. Sina hiyo pesa ya refilling, hata nilikuwa nianze last 2 weeks. Sijaanzisha hata kitu juu sina pesa. Kenyatta kwenda hivi uende uanze clinic ndio uone kana daktari.
lazima kwanza ulipe 1550. Na saa hiyo hata fare una, hiyo 1550 hauna. So kuna process ya nilifill meno na kuna ingine ya nitengenezo hii macho. Hii macho kuna vile iliafektiwa sana na nini? Na hiyo surgeries. Kuna pia kuna shimo iko hapa hivi. Hii ni shimo. Hiyo ni shimo pia inahitajika ifunikwe. Huko Kenyatta pia mambo ni mingi, inahitaji pesa, ndio upone lazima uspend. Hapa kuna shimo, siwezi kuweka maji kwa mdomo. Hiyo ni shimo inahitaji ifunikwe. Na Mungu atanisaidia, najua Wakenya watanisaidia na hata watu wenye wako wapi. Wewe ukifikiwa na hii nisaidie. Na Mungu atakubariki sana. Go back director. Rudi tu nyuma tuendelee na interview. So guys, niliwaambia hii si kipindi manzi. Hizi scripted. Kabaridi Records mimi sifanyi kipindi. This is Kuwa Mzalendo Sambaza Upendo initiative. We believe in sharing is caring. Let's spread love, let's share what we have manzi. Tafadhali, let's connect with God through this mother. Mimi hivyo ndo mimi fanya vitu zangu. Nimekuwa visit Children's Home but saa hii na visit ghetto nikiangalia vitu kama hizi. Tafadhali wa Kenya, tafadhali mtu yoyote ana roho safi, tafadhali mtu yoyote anataka baraka, toa fungu la 10 hapa. Tafadhali tubariki huyu mama aweze kusimama arudi tena poa. We know very well guys, cancer is the thief. Cancer steals happiness. Cancer is the highest cause of death in Kenya guys. So majamaa tusimame na huyu mama tafadhali mpaka apone. Hizi ni surgery. So kuna mali uliniambia ulikatwa nyama iwekwe wapi? Nitengeneze hiyo mapua. Kama hii nyama ilikatwa itengeneze mapua. Lakini juu ya hiyo effect ya radiotherapy, hiyo nyama ilikauka nikanyama kepesi. Hata nimeshatolewa mbavu hapa. Umeshatolewa mbavu? Ifanywe nini? Isimamishe hii mapua. Isilale. Lakini after radiotherapy ikafake. Hii nyama ni soft. Na nilienda that 3 days. Ikakauka. Nilikuwa na wireman. Hiyo nikatolewa. Sasa nikawekwa hizi implants. Na saa hizo ushatolewa nyama na saa hizo iwezi rudi. Haiwezi rudi, si unaona kama hivi ile inakaa. Nyama ikishatoka imetoka. Imeenda. Mfupa nilitolewa hapa. Na kwa mapacha pia walitoa nyama. Wakijaribu kuona vile So mom, wakiona vile utapona, watasaidia. So mom, kuna mahali tumepita kidogo. Mom, I understand you were born very beautiful. My director, kuna picha nimekuwekea utaekea Wakenya waone huyu mama vile alikuwa beautiful. Mom, ulikuwa umezaliwa ukiwa mrembo sana, si ndio? Sana. Kama hizi picha zenye director anaweka zinapita hapa, ulikuwa mrembo sana. So ulirealizeaje kanza imeanza kukushika mama? Ama hukujua? Ama ni kidonda ama ilianza aje? Ilianza tu na pimbo. Kaka pimbo kadogo? Unaamka bila unapataka kako white. Nikafinya. Ile nilifinya. Nitoka hiyo white ikatoka damu. Ikatoka damu? Sasa kaka white nikachukua katisho nikafanya hivi. Ako kakidonda ndio akakuponanga. Akakuponanga sasa ikakuja ikafanya ikadevelop. Ikakuja ikateremka ikapasua mafua kidogo. Ndio sasa nikaona hii labda ni kitu gani, kaenda Mama Lucy. Ndio walitoa nyama huko wakaniambia niende Kenyatta nipikwe picha ya kichwa na shingo. Sasa sikurudi Mama Lucy, nikarudi Kenyatta. So ninaendanga Kenyatta through, sikurudi Mama Lucy. Na ukiona kitu different kwa mwili yako, kitu tofauti yenye uko nayo, unaona kitu kameanza kujitengeneza, enda tu hospitali mapema. So guys, mama point yake mimi nimeielewa. Ukiona kitu kidogo tu kameanza kutokea kitu fani kwa mwili, hii inaweza kuwa kansa. Tafadhali kimbia ambia growth. Tafadhali kimbia ambia daktari. Hiyo ni advice number 1. So mama niambie, you know in ghettos, in community, people ask less information. Sawa mama? People ask less information in ghetto. Kuna hawa watu wanakuona wanacheka pale mtaa ukipita,
wanasema ndo ule mama sura mbaya, wanasema hivyo. Hata wengine wanasema nimetoboa mapua. Wengine wanasema umetoboa mapua. Kuweka mapua ndio zimeni affect. Wengine wanasema unajua ghetto inakuwa na mambo mingi sana. Guys, kama ushai survive ghetto manze big up. Wengine wanasema umetoboa mapua, hizo vitu ndo zimekuharibu. Haya, wanasema hizo makeup ilikuwa napaka uso. Wanasema makeup, wengine wanasema uchawi. Wewe ni mchawi. Unajua? Hiyo challenge kwanza nimeipitia leo, nikijaribu kushoot na wewe. Wengine wanasema ulishika vitu za wenyewe. How do you deal with that? Unafanyanga nini? Vitu kama hizo zinakuaffect aje? Ukiona mtu anajaribu kuhate pale mtaa akikutukana, ama watu wakikuona wanakukimbia ni kama wewe si mwanadamu. How do you deal with it? Unafanyanga nini? Ya mara ya kwanza nilikuwa najifungia tu kwa nyumba na kaa. Vile nikitoka nje watu wanashtuka sana, na mimi ninaona ni kama niko vibaya sana. Ninaona mbona watu wananishtukia. Sasa nikaanza kukaa tu kwa nyumba. Na nikajiuliza tu siku moja nikikaa kwa nyumba mwisho wangu itakuwa nini? Nikaanza kutoka nikivaa mask. Na hii si wakati wa mask. Nikaona si ni punishment ninajipea. Sasa nikapata courage na nikaanza kutembea sasa hivi. Na nilikuwa nimejichukia. Nilikuwa naangalia kioo hivi nalia. Lakini nikakuja nikajipenda. Nikasoma ya kwamba nisipojipenda utapendwa na watu. Guys, tafadhali guys, cancer is a thief. Cancer ilikuwa imeiba confidence ya mama. Cancer ilikuwa imeua self confidence. Unasikia mpaka alikuwa anajifungia. Guys, please, let's stand with this mother, tafadhali, na waomba in a good tone. Tusimame na mama tafadhali, watu. Tusimame naye mpaka apone tafadhali. Kama wewe ni Mkenya, hii namba inapita hapa kwa Mzalendo Sambaza Upendo Initiative. Tafadhali changia kitu yoyote. Hata unaweza piga simu, we visit this mother together. Because I told you, Kabaridi information, si kipindi, si AI, si hizo kipindi umezoea ati weka si mimi naingia ghetto na waonesha zile vitu mnafaa muone kwa TV. Huyu mama anahitaji usaidizi. Tafadhali, kama wewe ni mtu kwa hapo nje, connect with God through this mother, please. Tumsaidie apone, tusimame na yeye aweze kulipa Stima Sambaza, tusimame na yeye aweze kulipa rent, tusimame na yeye aweze kusimamisha biashara, watoto wake wakule. Unajua ukiwa mama, watoto hawajui ati hauna. You need to pay bills if you are a mother, you know that, you understand? And in ghetto is tough. In ghetto is tough. And guys, you know, kama ushikuwa ghetto, manze mimi nasemaga poverty is devil, guys. Tusimame na mama mpaka apone. So mama, swali lingine ni watoto wako wewe wanakuonaje? Wanakuogopa ama wanakuona kama ule mama? You are so beautiful. Nikiangalia hizo picha zinapita hapa, you are so beautiful. Ulikuwa mrembo sana mama. Sasa watoto wako saa hii wanakuonaje? Watoto wako wanakuonaje? Hebu ongea. Wananipenda sana. Na wananiambia kama mimi tu ndio mama yao. Kuna vitu huwezi replace. Kama mzazi. So your kids have that information? Yeah. Buendelea. Na wanasema wanafurahia ni kwa uwai. Wanafurahia. Na ninaweza ongea na waambia hii ni vizuri, hii ni vibaya. Wanafurahia sana kwa kuwa mama yao ako uwai. Nilipitia sana, nilikuwa ICU. Nikaenda wiki 3. Walikuwa wanalia sana. Walikuwa wanalia sana watoto. Sana. Lakini walisimama na wewe kwa maombi mpaka ukapona. Mpaka unaendelea vizuri. Walisimama na wewe kwa maombi. So watoto wako wako sawa. Hawakuogopi? Hawakuoni huyu si mama tena? Na mimi kila wakati nikienda Kenyatta niende theater asubuhi. Unajua unakujangwa na kakitanda. Napigia maibisho. Unapigia bishop? Namwambia kitanda imekuja, namwambia kangari kamekuja, sasa nimeenda. Hivyo tu ninazima simu naacha kwa bag. Mom. Pale Kenyatta kuna challenges more. Mimi nishaenda Kenyatta kutibiwa nikiwa na allergy. My allergy imegrow mpaka inakuwa shida, inakuwa asthma. Nishaenda Kenyatta kutibiwa, nikaona lazima uchune. Kuchuna ni kutoka kitu kadogo. Nishaenda Kenyatta nikakuta kuna shortage of medicine. Nishaenda Kenyatta, SHA inafanya Kenyatta. Hebu jibu hizo maswali 3. Kweli. SHA inafanya? SHA ifanye. Haifanya outpatient. Na inafanya inpatient, lakini inalipa ile kidogo. Kidogo sana. Inakuacha ile mingi. Wakati NHF ilikuwa inakulia mbili yote hospitali.
Inafanya vibaya, haifanyi. Na madawa pale Kenyatta inasaidia ama isaidii? Madawa ugonjwa inaonekana, unaambiwa uende ukanunue dawa. Ikiwa ukanunue dawa. Guys, lakini ugonjwa wameiona. Ugonjwa imeonekana. Na hizi dawa za kansa ni very expensive guys. Very expensive. Mtu mwenye anaishi ghetto kama hii place tunawapeleka muone, hawezi afford. So mom, tukimalizia nataka uangalie hii Kabaridi Records TV. Ambia mtu mwenye ako na kansa anafaa asikunywe, asivute sigara na asifanye nini. Hebu nataka uadvise watu kupitia kwa Kabaridi Records TV. Mtu mwenye ako na kansa anafaa afanye nini na nini na nini na nini? Ukiwa umeenda kwa hospitali, umepatikana uko na kansa, fuata masharti ya daktari. Na wakati unadanganya daktari, wewe unajidanganya mwenyewe. Wewe si ndiye mgonjwa. Daktari akikwambia wacha nyama, wacha sukari, wacha hii, wachana nayo na utapona. Usifuate masharti ya daktari. Number 2, uwe na imani, faith. Ujue Yesu anaweza, kwa Mungu kunawezekana kila kitu. Inawezekana. Ukiwa na hizo unaovercome. Ukipeleka kansa mapema ni curable. Ukikalisha kansa kwa nyumba, uende hospitali ikiwa stage mbaya, hivyo ndio unaenda. Okay, nimekuelewa. Guys, ukirealize uko na kashida kokote, point yake ni kimbia hospitali. Alafu mom, tafadhali tukimalizia nataka uambie Wakenya, uongee na Wakenya uambie vile unaweza taka usaidiwe na vile wanaweza kuchangia, na pia nataka uambie Wakenya, I need you to tell Kenyans zile mashida unapitia kutoka home kufika Kenyatta. Hizi kupata bus fare vile ni ngumu, kupata kitu ya kukula vile ni ngumu. Pale kwa nyumba nimeona nyumba imefungwa, hauna stima, ndio maana tujafanyia interview hapa kwa hiyo nyumba yako yenye ni mabati, lakini sisi tunaita nyumbani. Unaelewa? Sasa ambia Wakenya vile unataka wakusaidie. Unaomba nini kwa Wakenya? Mimi ningeomba mnisaidie, nimesema tu hapo nyuma. Sasa niko na kanguku na sasa kwa biashara. Nikae tu chini niuze nikiwa chini. Nikiendelea tu na matibabu nisaidie, nitibiwe, nipone, niendelee na kwa biashara nikiendelea na matibabu. Juu Kenyatta siendi kila siku. Ni once per week. Ama twice per week. So hizo siku zingine unakaa kwa nyumba. Hapo ndio mawazo inakupitia. Nilipocheka niko na shida, sasa hii nyumba imefungwa. Si nimekuambia tangu asubuhi sijakula kitu. Na huku tunajifichanga, wewe sienda kwa mtu mwambie una chakula. Tunaficha mashida zetu. Unaona aibu. So nimekauka tu hivyo. Maybe sasa tukitoka hapa mnipatie kitu niende ninunue chakula. Mimi ka M-Pesa katalia. Ndaweka kitu kidogo. Niende ninunue chakula. Ndaweka kitu kidogo, lakini Wakenya kupitia hii namba ama kupitia watakusaidia. Na Mkenya yote ako pale nje anatamani kutembea kwa mama, piga hii namba nikupeleke tu. Hapa ni nyumbani hapa ghetto. Nikupeleke ulete food stuff, anything you can help guys. Anything guys, any help. Na kama pia uko na daktari wako unaweza mleta tusaidie. Kama unaweza tusaidia tusimamishie mama biashara. Kama unaweza saidia huyu mama malize matibabu, tusimame na huyu mama mpaka apone. Sababu mimi naamini leo ni mimi, kesho ni wewe. Alafu guys, parting shot my advice as a youth administrator. Advice yangu kama youth administrator guys ni cancer is not a death sentence guys. Cancer is curable. Cancer si ati ukiwa na cancer hauna future. Cancer mtu anapona ukifuata maagizo. Kama daktari amekuambia usivute fegi, usivute fegi, alafu usifanye nini? Usikunywe kamunyweso na usifute fegi. Fuata maagizo ya daktari, kanza utapona. Huyu mama alipoteza brother yake. Walikuwa wamelazwa kitanda moja hivi hapa na hapa, lakini brother yake alikufa. Kwa nini? Labda alikunywa kamunyweso, labda alivuta fegi. So kama uko na kansa, uko hapo nje, please fuata maagizo ya daktari. Guys, this is Kabaridi Informations guys. Mumeona si AI, si zile vipindi mmezoea.
Hii kitu scripted. Mumeona mpaka meno anatoa kila kitu, mapua hii artificial. Guys, tusimame na mama mpaka apone. Through kwa Mzalendo Sambaza Upendo Initiative. Tusimame na mama sababu leo ni mimi, kesho ni wewe.